Nikachukua chumba Sinza kwa Lemi, nyumba moja ambao mimi naishi mimi na yule dada wa saluni Sala. Sasa vyumba viko jirani, ingawa yeye yuko mwanzoni kabisa unavyoingia kwenye hiyo nyumba. Sehemu nilipokuwa nafanya kazi ya kupiga bodaboda nilikuwa natambulika kijiweni kabisa. Sasa mitaa niliyopo pale sijulikani kijiweni. Issue niliyoipata ama wazo nililopata ni kwenda kuomba kibali kwa yule kiongozi wa kijiwe ili anipe idhini niweze kujiunga na kijiwe chao kwa ajili ya kuweza kupiga bodaboda. Nikaenda nikamtafuta jamaa na kiukweli akaniambia ili kujiunga na kijiwe chao basi nimpe shilingi 15,000. Alikuwa muungwana sana. Alinikubalia na hatimaye kuniruhusu niondoke na nianze kazi, lakini ndani ya wiki moja nikamilisha shilingi 15,000. Mimi kama kawaida mzee, kesho mapema nimeibuka kijiweni. Nimeenda pale wauni naona nikataa, wengine wananikubali, lakini nikawaambia wawasiliane na kiongozi wao kwa sababu mimi nina taarifa. Nishapewa ruhusa ya kufanya kazi katika hicho kijiwe. Nikapiga siku hiyo, kesho yake bwana nikapata ile hela nikampa yule jamaa. Maisha yanaenda. Siku nyingine unapiga mpaka jioni mzee, unajikuta uko na 10,000. Ukitoa 10,000 kwenye 10,000 ukitoa 8,000 ya mshikaji ambaye ni Hamisi mwenye pikipiki, mimi nabaki na shilingi 2,000 tu mzee. Ukiangalia hapo katikati tutakuwa umechezea, yani hela yote uliocheza ni hela ya mafuta tu. Kwa hiyo ikawa ni kipengele sana, hali ambayo niliona ugumu sasa wa kazi hiyo ya bodaboda. Nilikuwa naona tu kama ni rahisi kwa sababu mwanzoni nilikuwa sina majukumu, lakini pia nilikuwa na hakiba iliyokuwa inanipa jeuri. Yote niliyakubali kwa sababu sikuwa na namna ya kufanya wala sikuwa na kimbilio lingine zaidi ya hilo. Kitu kilichokuwa kuniumiza moyo zaidi, baada ya siku 5-6 mzee, nimeshaanza kujipanga pale, nimeweka akiba na nilichomshukuru Mungu nijitahidi kuweza kulipia ile hela kwa yule mwenyewe. Lakini bana, siku moja ilikuwa siku ya Jumatatu hivi. Asubuhi niamka napiga mswaki najiandaa kwenda kazini, naona message inaingia, kaka ukipata muda ni check. Mimi nikasema kuna jambo gani tena? Basi pale nikampigia, "Oya vipi shwari?" Kama kawaida, kama kawa, "Vipi kaka?" "Shwari." Asema bwana sasa kuna changamoto moja. Ananiambia sasa, "Bwana unajua kuna sehemu nilinunua kiwanja hivi, lakini kuna hela aliahidi kwamba mpaka tarehe fulani. Sasa tarehe imepita. Kile kiwanja kinauzwa kwa mtu mwingine ndugu yangu. Kwa hiyo kwa nakuomba, kwa sababu pikipiki hata mimi nilikuwa target niuze, nitakuja kununua nyingine. Sasa kama kuna uwezekano wewe kama ndugu yangu, yani familia kabisa, hiyo pikipiki nipe shilingi 800,000 tu, chukua, yani iwe ya kwako. Wewe nipe 800,000 nilipie kiwanja, wewe chukua." Oya, nikaona basi hapa disco lishaingia Masai mwanangu. Yaani ndio mambo yameanza kujipa, alafu nakuja mambo ya design hiyo. Nikaona sio mbaya. Nikamjibu, "Bro, yani uwezi amini mwanangu, nimenunua chumba na vitu vyake. Kwa hiyo ningejua hata ningejua hela bwana singepeleka huko. Ningejiminya nikae huko nilikokuwa nakaa kwa mwanzo, ningechukua hiyo pikipiki mwanangu." Lakini sikujua, naambia ungesema mwanangu hata ungekuja kukaa geto kwangu hata kwa muda, hiyo hela pikipiki ungeendelea kupiga ukakodi chumba mwanangu. Sasa tunafanyaje? Ngombe wangu mimi damu na sina, alafu jamaa shamtoa hela na hata sasa hivi mshikaji mwenyewe ashatembea yuko Bongo mwanangu. Na mimi kuuza tena chumba sio tena ni kipengele. Ananiambia jaribu. Sasa nikaona iko ni changamoto tena kuuza chumba alichokinunua tena mzee. Nikaona kama gundu limeshanianza. Mwisho wa siku nikamwambia bwana mimi nilikosa namna, kwa hiyo njoo uchukue pikipiki. Kaniambia ina noma. Nikaenda nikamkabidhi pikipiki yake na hatimaye kauza. Hakiba yangu mfukoni na shilingi 60,000 tu. Haya, kwenye 60,000 bado kula na mambo mengine na bado sina kazi mwanangu. Nimeanza kurudi kwenye mambo ya ice cream tena kule kulibuma. Kazi gani nyingine za kufanya? Bado mimi mshamba sana mjini. Nikaona isiwe kesi mwana. Basi kwa mimi hakikisha tu nihakikisha kwamba vitu vya kula vinakuwepo ndani kwa sababu gesi ninayo. Yaani hata kwa kujinyima nini nitakuwa najipikia vitu ambavyo hata havieleweki. Ila tu nile nishibe, niwe ndani, nina uhakika wa chakula. Basi jipa moyo kwamba basi nitapata kazi huenda. Nikiwa ndani siku hiyo mzee, nimewaza. Sasa kama ile limefeli alafu ule Sala nilimwahidi wiki ijayo nimpe pesa yake. Kwa hiyo nikaamua uungwana ni vitendo. Ngoja nimpigie simu ili nimpange kabisa. Nikavuta waya. "Alo Sala, mambo vipi dadangu? Shwari, kwema mzima." Nikamwambia bwana samahani, nikuahidi nikupe hela yako Jumatano wiki ijayo. Lakini sasa bwana na changamoto moja. Kaniuliza changamoto gani? Nikamwambia bwana, mimi nilikuwa napiga bodaboda kama nilivyokuambia juzi kwamba kule kwenye mambo yale nimeachana nao sasa kwenye bodaboda, lakini tena yule mwenye pikipiki yake kuna mambo yametokea kwa ile pikipiki imeuzwa, umeona? Na mimi shamkabidhi mshikaji pikipiki anauza. Sala ananiambia, "Si ungesema hata tukakukopesha jamani." Mimi nikaona mbona mimi kama ni balaa hili mwanangu. Basi nikaona siwe mbaya. Kama sasa ndio hivyo, lakini nilichokupigia simu nilikuwa naomba kitu kimoja dadangu. Kama kuna uwezekano univutie subra hapa, maana kuna mchongo na usikilizia, ile lako nitakutoka. Niambia sasa tena tu jitahidi kwa sababu kwenye ile pesa mimi nilienda kuchukua ndani ili ya mimi na mtu na boyfriend. So ile pesa ilikuwepo iko ndani ya mimi na yeye, kuna issue tulifanya. Sasa ulivyoniomba siku zile mimi nikaona wewe ndugu yangu, mshikaji wangu, kwa hiyo mimi nikaenda tu nikatoa, lakini na mimi nikashikwa na shida zangu, nikaenda nikachomoa ile pesa nikatumia. Kwa hiyo sasa mimi nadaiwa na wewe unadaiwa. Kwa hiyo mfanya mpango kabla hajajua tuwe tumerejesha hiyo hela ya watu. Anafanyaje mwanangu? Mimi nikamwambia tu fresh.
Basi ikaisha, mimi mzee wa kulala ndani tu mwanangu, mimi wa kulala ndani tu. Basi siku moja mwanangu, mchana nimelala zangu ndani mzee, mimi ni mwendo wa kucheza game. Ikiwa niko zangu kitandani, nasikia mara ghafla ndi mlango unagongwa mzee. Kagongwa, ngo, kaita nani? Haijibu. Ngo, nani? Hajibu. Mimi nikatoka nikafungua mlango. Fungua mlango nakutana na pisi moja hivi imenyooka vibaya mno. Nyeupe nzuri kinoma. Alafu iko imevalia kanga mzee, iko mlangoni. Mambo, kamwambia poa. Karibu. Asante. Na shida gani? Kasema nisaidie kiberiti. Ndo ngastuka, kumbe ujirani huyu. Fresh. Mimi nikaingia ndani, nikachukua kiberiti, nikamgea. Nikafunga mlango mzee. Basi nikarudi zangu ndani. Nimelala bwana, hatimaye kafika jioni kama saa 12. Nikasema bwana, tamwi ni muda wa kwenda mtaani kwa sababu niliona nilikuwa na uvivu wa kupika siku hiyo. Kasema ngoja nikapige zangu kwa mantilia, mpige misele 2-3, nirudi zangu ndani mzee. Nikaingia zangu bafuni mzee. Nikaenda kupiga maji. Nikiwa bafuni nasikia tena mlango unagongwa. Ngongo, nikaita nani? Jirani, nimerudisha kiberiti. Nikamwambia, fungua tu mlango samani niwekea hapo ndani. Alafu nikasikia mlango unafunguliwa. Pale muda ule nikasikia mlango unafunguliwa. Baada ya sekunde kadhaa tena nikasikia mlango unafungwa. Kwa hiyo nikasema ameingia, amefanyaje? Ametoka mwanangu. Kuba babake. Mimi nimetoka zangu bafuni, taulo lile najifutafuta nalo huku mtuli ngao unaning'inia, sijavaa chochote mwanangu. Nimechomoka tu bafuni, naingia chumbani, nakuta ngoma imesimama pale haijaondoka, imeshikilia hotpot. Nikashusha taulo nikajifunika. Niliona aibu kisenge mwanangu. Sababu muda ulikuwa nimeoga pale, ngoma vile imetoka bafuni nini, mashine imesimama. Nikaona amejizalilisha kinoma, lakini kaanza kupanic pale. Kwa sababu nilimwambia aweke afu aondoke, lakini kwa nini hajaondoka? Sasa akaniambia bwana samahani, nilikuwa nakusubiria uje angalau nikukabidhi nini. Kaambia hii hapa shika. Basi ngoja nikuwekea hapa, nitafuata vyombo baadaye. Kaeka hotpot chini. Kuangalia ni pilau nyama mzee. Sasa nikaona mbona sasa issue hii. Kwa safari ya kwenda mtaani tena ikaa. Mimi nikachukua kile chakula mzee nikaanza kufikia, lakini huku akili inajiwazisha. Yule dada kwa nini ameniona uchi wangu? Imekuwaje jamani, yule dada hajatoka ndani kwangu mpaka ameniona nikitoka uchi. Maana mimi niliachia pale najua ni kwangu. Hamna mtu anayeingia na mlango umefungwa, hapa ni kwangu, sina mtu naishi naye. Kwa hiyo nikawa huru mwanangu. Kasema tu fresh mwanangu, kama atanitangaza haina noma. Nikula zangu pale, nikapiga zangu mbonji, kukakucha asubuhi. Kesho natarajia hata nimuone mzee, binti simuone. Baadaye hivi namuona ndo anarudi anatokea kazini. Jirani mambo, yani ninavyomuona vile mzee anavyonisalimia mwanangu, na nikiwaza ameniona, muka unaniuma sana. Akasema fresh tu, haina noma. Kwa kuwa ni siri ya mimi na yeye, haina noma. Basi baadaye nikamwambia vipi sister, nikuletee vyombo vyako? Akaniambia hapana, nitakuja tu kuvichukua baadaye. Nimetulia zangu getu, nimechill. Naona namba mpya inanipigia. Ile namba kuipokea, sauti ya kiume, na ni mtu ambaye sikuwahi kusikia hiyo sauti, kwa ni sauti ngeni kwangu. Akaniambia bwana, hii namba hapa nimechukua kwenye simu ya mdada mmoja hivi, ilikuwa naye hapa lakini kalewa vibaya mno. Kwa mimi niko busy, anachokuomba kama unawezekana, anasema wewe ni mdogo wake, njoo mchukue. Nikamwambia mdada anaitwa nani? Akanitajia jina lingine, sijui Zuchu gani sijui. Nikasema Zuchu tena, mimi na Zuchu wapi na wapi? Sema hamna, dada mmoja hivi yule shombe yule wa saluni, unamjua? Sara. Sara mwanangu, njoo mchukue. Sehemu gani? Kanielekeza mitaa alipo mwanangu, njoo huko karibu na kazini kwake, mitaa fulani hivi, Sinza makaburini, sijui wapi. Mimi nikaona mbona jau tena mwanangu. Mimi nakwenda kumchukua jirani wapi na wapi mwanangu. Bila nikasema tu fresh mwanangu, yule ni mdeni wangu. Naweza nikamtelekeza huko akawa mengine mwanangu. Basi fresh. Mimi nikaona ina noma. Nikaita zangu boda pale, nikaenda mpaka pale ilipoelekezwa. Mzee nafika chuma imelewa vibaya mno na haitaki kuacha. Imeshikilia zake pochi mzee. Mwisho siku kaambia yule jamaa, muite mdogo wangu. Mimi nilikuwa nimekaa zangu pembeni hivi, nikamwambia mdogo wangu kunywa, ngambia hapana, mimi situmii hivyo vyombo yani. Bwana kunywa hata soda, ngambia dada usijali, twende nyumbani basi. Kwa kuwa wewe upo, niko huru sasa. Kanikabidhi pochi yake, simu yake. Mimi nikaona sasa mbona maajabu haya mwanangu. Mimi nikamwacha pale, kaendelea zake kupiga zake maji kama kawaida. Katika pale kacheza nini, nikasema fresh. Mimi nikawa kama bodyguard wake. Baada ya muda hivi mzee yuko tight, kaanza kutapika. Namchukua pale, anamwambia ngoja nikuitie kibajaji. Akasema hapana, usiite bajaji, mimi nimekuja na gari. Nimekuja na gari? Kivipi? Mimi nilikuwa hata sijui kwamba ana gari mwanangu. Kaona fresh. Kwa hiyo kanaweza, si unaweza kuendesha? Niendeshe bwana, niendeshe. Sauti ile ya ulevi, kalewa nini pale, ukizingatia kwamba mimi pia hata leseni sina mzee, lakini nataka nimuendeshe. Kasema fresh, haina noma. Mimi nikaenda, wewe mshikaji kasaidia kumbeba, nikamchukua, nikaenda nikampakia kwenye gari. Mwisho safari inaanza. Tukiwa njiani, ananiambia sasa nikuambie kitu. Yule mbwa mimi nimegombana naye. Na funguo za nyumbani kwangu amefanyaje? Amezichukua na hayuko nyumbani.
kwa mimi nipeleke hotelini niende nikalale. Sasa nikawaza kwa hali aliyokuwa nayo, vile jinsi anavyotapika pale, amechafuka, hoteli gani nitampeleka? Na kwa muda ule usiku amelewa, hoteli hizo kumpeleka akalala hata akiwa mchafu hivyo hivyo, lakini mchakato wa kuja kuamka asubuhi ajikute yuko na hali hiyo kachafuka, sidhani kama atapataje namna ya kurudi nyumbani, ujasiri gani. Mimi nikaona fresh mwanangu, ila guesti au hotelini ngumu kumpeleka. Nilichokiamua mzee, nikapiga mguu gari direct mpaka nyumbani. Nikafika pale, nikafungua geti, nikaingiza ndinga, alafu nikamshikilia. Sasa kwake sikumefungwa, akaniegemea begani pale, nikampeleka mpaka geto kwangu. Nikafika, nikafungua mlango, nikamkalisha hapo pembeni, kulikuwa na kisofa cha watu wawili. Sasa pale nikawaza kwa jinsi alivyokuwa amechafuka, nikamshauri aingie akafanya kaoge, akawa nakataa. Mpaka nitapike kwanza. Na mwisho wa siku ile ametapika sana na akachomoka. Sasa hivyo chomoka, ingawa bado pombe zipo, nguo zimechafuka, hata mbwili wala lile. Basi mimi nikasema fresh. Sasa nikawaza kwa hali ile aliyokuwa nayo pale, ni ngumu zile nguo kuweza kuzirudia tena. Kwa mimi